Kwa hiyo ndo unaniacha mwenyewe unaondoka babako eh? Kuleta kutelekeni? Utaleta didi na kuuliza. Tende, kuna kitu kizuri tukali kuonyesha. Utakipenda mwenyewe kikiona. Kizuri. Futa. Kikiona mwenyewe utakipenda. Mdogo wako taratibu basi wewe. Nakukoni. Didi. Unalinga mwenyewe. Nimekutia boga surprise mwenyewe. Baba huyo. Sema. Sasa shemeji. Mimi sikuchoshi sana. Asante sana shemeji. Nashukuru sana. Wewe ute pipi. Goodbye. Goodbye. Bye. Karibu sana shemeji. Haya. Nashukuru sana. Haya, sijali. Yaani kupata mwanamke kama yule. Dunia tutajua. Kuna watu wacheza bahati wewe. Wewe mtu kama yule dada kule kumwachia kule aende vile. Kaja. Kata zawadi. Kanipa siku. Baba pe? Nikanipa 10. Kakupa shilingi ngapi? Kwa kazi gani unafanya? Wewe wakupa 10,000. Sikiza nakwambia, 9,000 yangu, 1,000 yako. Sawa? Tumeelewana? Unaona bwana? Sasa mimi nikipata mwanamke kama yule simwachi. Na kisha. Wewe dunia hiyo kupata mwanamke kama yule kweli? Mwanaume jamani. Au Neema atakuwa amerogwa. Mimi nakwambia. Hawezi kumcheza mwanamke kama yule mzuri. Kwanza anajua kujali. Yeye hata leo mwezio. Sijui imekwaje huko ndani. Na hapo nafanya. Kilichokalisha hapa nini? Sasa nimekuta nimekaa hapa. Umekaa hapa mbea tu unafuta nini hapa? Toka bwana. Yule nyenyewe vyoma wewe uje ukae hapa kusikiza mbea. Wanaume gani nyinyi? Na ufanye kazi na kuangalia. Sasa chezea uone na kukata mshahara na chakula uli. Kaka. Ujue kiasi gani na misi dada yako na mama yako pia. Kwa nini msingerudi nyumbani tukaishi pamoja? Maisha ya furaha na amani. Mwanangu. Ukitoka hapa nenda kamwambie mama. Baba amekukumbuka. Anahitaji usahau yaliyopita. Urudi nyumbani na tuishi pamoja. Slay them more, baby. You be killing them, slay them more, baby. Morning Glory. Morning Said dada Ima. Jana. Lala sana Na wako wapi watu wengine? Watu wote wametoka, wameenda shopping. Kwa hiyo baki mimi wewe na Karamazini. Okay. Utaendelea chakula? Hapana, isemi nataka kutoka. Unapendeza. Ila kadi siku inavyozidi kwenda, nguo zako zinazidi kwa fupi. Sifahamu kuhusu hilo la nguo. Lakini wewe siku hizi ulimi wako umezidi kuwa mrefu Just mind your own business, Glory. Au nitakufukuza sasa hivi. Hapo sawa dada.
Medada. Stupid. It's mind your business. Mimi ni mtu muhimu hapa kuliko wewe. Nitamani tu hapa pamoja leo na dada yako. Sio tatizo. Labda siku nyingine itakuwa. Mambo. You're good. Unafanya nini hapa? Badura. Yaani muda wote mimi nimekutafuta, umetafutwa, kumbe uko huko. Unafanya nini? Alafu toka umerudi mbona hauna furaha? Ni nini? Unajua mimi ni dadako. Kama kuna chochote kinachokusumbua, please naomba uniambie. Sawa? Itakuwa ni namna ulivyoitwa, si ndio? Basi wangetafuta njia nyingine ya kukuita, sio. Nadhani kuna kibaya kiliandikwa kwenye ile barua ya kukuita, si ndio? Anyways, Semi amerudi. Semi amekuja kwa ajili yako. Na hajabadilika kwa chochote kile. Amesimamia msimamo wake kuwa atakuja kukuoa, na kweli amekuja. Yuko hapa kwa ajili yako. Isitoshe nyumbani tushaandaa kila kitu. Sasa ni wewe tu kuja kuangalia kama vimekaa sawa, kama kuna cha kurekebisha. Utuambie turekebishe. Okay?
Fanya basi uje nyumbani, sawa? Fanya urudi. Sawa? Semi amerudi. Semi amekuja kwa ajili yako. Na hajabadilika kwa chochote kile. Yaani nilikuwa katika mood nzuri sana leo, lakini baada ya kukuona mood yangu yote imechange. Naipa mke wangu. Umeingia ndani umenikuta na mikete hapo. Umeshindwa hata kunisalimia? Tuachane nayo. Mimi bado nakupenda sana. Nakupenda sana mke wangu. Kwa nini usingerudisha moyo wako nyuma? Turudi nyumbani basi tuanze tena. Tulee familia yetu. Mimi nirudi nyumbani tulee watoto? You mean nirudi kwenye kile kirumu chako? Lakini hapa tuko vizuri and I can take good care of my kids. Hivi. Saizi ndo narudi msema pekee kwa watoto. Huyu sio Naima ni kwa. Huyu sio mke wangu ambaye alikuwa akinipatia maneno mazuri ya kimapenzi. Naima. Kumbuka mimi na tulikuwa tukipendana sana. Tena sana. Hebu achana na huyu ibilisi. Tengeneza upya moyo wako wa upendo. Turudi mama. Najua. Nakumbuka yote. Lakini nikwambie kitu. After marrying you, I have come to realize that love is very blind. You hear me? Nahitaji nioge, nipumzike kidogo. I have to go out again for a business meeting. Unajua, money is very important in life. Okay, do you need something? Maybe coffee, tea, anything? No? Then, okay, goodbye. Hivi kuna tatizo gani hata unashindwa kunielewa? Lini utakuwa? Kila siku akili yako ni pesa, pesa. Pesa ni nini katika maisha yako? Nikwambie kitu tu. Kama hautabadilika, utakuja kujuta baadaye. Mama amekwenda kazini. Ila usijali, niko hapa kwa ajili yako.
tutafurahi pamoja. Chuni, unajua unapenda kuangalia sana video zako zile kwenye simu katuni. Sasa unakodisia hadithi nzuri. Sawa. Basi, kwa kuna imamu mmoja hivi anapenda kuswali. Sasa kila anapomaliza kuswali, anakunywa maziwa. Kuna kijana anamtaja maziwa kutoka huko namba ya pili. Sasa siku moja huyo kijana anamtaja maziwa imamu. Si akachelewa. Imamu alikasirika sana. Akamwambia, unajua kabisa mimi nimeweza kuswali, lazima ninywe maziwa. Alafu leo umechelewesha maziwa yangu. Basi yule kijana akamwambia, imamu, naomba unisamehe. Sio mimi. Ila yule kijana ambaye atuvusha mtu, leo alichelewa kufika. Imamu akamwambia, basi siku nyingine usirudie tena. Kama yule kijana hajafika, ukisema Allah mara 3, basi utavuka tu kwa msaada wa Mungu. Basi kweli siku nyingine iliyofuata yule kijana amleta maziwa, akamkuta yule kaka mvushaji wa mtu hayupo. Kweli akasema yale maneno aliyomwambia na imamu, akasema Allah mara 3, akavuka mto. Alipovuka mto, imamu alishangaa sana. Akamwambia, leo mbona umewahi? Akamwambia, imamu, leo nimemkuta yule kijana anatuvusha mtu hajafika. Kwa hiyo nikasema kama vile ulivyoniambia. Hakika nikapita. Nimekanyaga maji. Akamwambia, haiwezekani. Umepita juu ya maji? Akamwambia, nimepita juu ya maji. Akasema, twende na mimi nikafanya. Basi akamtoka hadi mtoni. Nilipofika pale mtoni, akamwambia, sasa imamu, na wewe unaweza kuvuka mto kwa kutumia Mungu tu. Ukisema Allah mara 3 kama ulivyoniambia, utavuka mto. Basi imamu akaanza kutetemeka. Tetemeka kabisa. Mimi kweli nitaweza kuvuka? Akamwambia, utaweza. Bora mimi nimeweza. Basi imamu akawa anatetemeka anasema, Mungu usaidie. Mungu, Allah. Akawa anavuka. Ila anavuka akazama kwenye mto. Basi alivyoibuka akakimbia kaenda kwenye nchi kavu kwa akasema, jamani, ina maana mimi sina imani. Imani yangu mimi ni chache kuliko wewe. Na mimi kila siku ninaswali swala 5. Lakini wewe mleta maziwa unaswaliji mara moja. Hakika imani yako imekuponya. Kwa hiyo imani inaweza kusababishia wewe ukafanya kitu chochote. Unaona? Hakuna kitu kigumu chini ya jua hapa. Ukiwa na imani yako, ukimwamini Mungu, kila kitu kitaenda sawa. Unaona? Msikia leo? Nalala.